Hey, jambo guys, this is your guy Zeki na karibu kwa show. It's been a while since tukae chini tuongee tupige story, niwapeleke na rada, but here I am. So at least nimepata ka chance we can sit down and talk about the current affairs, more specifically about hizi jobs za Gulf. Now of course tawa update juu ya story ya Gava, what is going on na regarding Gulf jobs. Kazi majuu vile wanaziita kina Kaongo na the rest of the team. So now I don't know where to start, but it's very unfortunate that there's a new scam yenye inaendelea Kenya saizi na ina target my youth, ina target my Gen Z. Yes, kama ni Gen Z, just listen to this story so you get to know vile Gava. Okay, let me not use Gava, agents wa Gava vile wanatumia my youth kusanya do, like they are stealing from you the money that you don't have. Nasikia wanakuibia, like they are stealing your funds which is intended for your development in advance. Hii story iko like, hope if you are keen enough you'll understand what I mean, okay? Ni kama sasa mtu akuibie your future plans in the name of kukusaidia. So this is how it goes. I will start by explaining the scam, how it's going, and then I will mention the agencies zenye ziko involved or the agency. So this is about, to be specific, this is about the Ministry of Youth Affairs. Yeah, so Ministry of Youth Affairs, it was started around 2005. Yes, 2005. So Youth Affairs, the Ministry of Youth Affairs, it was meant to kusaidia mavijana, like to develop themselves. I remember that time when they started, kulikuwa na very big seminar pale KICC when they launched the ministry. Mavijana walipewa kazi nini, ati vijana kazi kwa vijana or such kind of slogan it was going on, na it was meant kusaidia mavijana. So this ministry kuna kuwaga na funds na kuwaga allocated. Saa zile kuna kuwaga na kitu kama finance bill. Saa zile kama this is the right time. Now towards mostly kwa Gava ukiangalia wizi inafanyikaga towards the end of the financial year, which is mostly na happen between January, February, March, April na May. By the time June inafika, wizi na kuishafanyika kwa ministries because they are supposed to submit reports. Unapata in this period pesa zenye zilikuwa like the funds which were allocated in this ministry hazijatumika ama hazijakuwa issued ama somewhere, so zinafaa kurudi kwa the government main account or central bank, mimi sijui zinarudingi wapi, but to the national government, and then zinakuwa allocated again in the next financial year. So in this case kama kuna zile ndo hazijakuwa allocated, so unapata watu wako kwa Gava they start kuanza project zenye haziishi. Wakianza project wana allocate do yenye like abnormal figures, wanasema hii kitu imeenda 1 billion, but ni kitu maybe wameanza tu foundation and then wanalipa contractor hataendelea. So wana make sure do imetoka kwa ministry, bora isirudi kwa national government. Wanatuonanga wajinga sana. Wanatuonaga wajinga, but that actually what happens. Hata ukiona mostly hata mashule zinanuaga mabasi towards the end of financial year ndio pesa isirudi, ama wana make sure wamefanya stock, yani wana stock ndio unafanya tu unaona tu watu hata principal anaanza kuvaa suti, wanaanza kununua magari mpya. Anyway, let's go back to the Ministry of Youth Affairs. Okay, there's always funds which is allocated for youth development. Kama kuna mayouth as a group wanaundaga as a group, wanaenda wachukua loan from the Ministry of Youth. Wakipewa hii loan at a very low rate, interest rate yenye whereby like kama mwananchi anaweza lipa. Okay, there is some forms mnaenda mnajaza, mimi ni Just Zeki, I want to start a small business, a small scale business, this is my plan, this is my project, this is the projection of at the end of the year I will be able to make this amount of money. So inaenda through the process
your approval, you are approved and you get the money. Then you're given a period of time to return the money. Like that's how it works. Okay? So in this case, wacha tuingilie mambo ya Gulf. Now what is happening? Because now watu wamerealize youth hawana do. Gen Z hawana do ya kwenda ya kulipa agencies wakuje Gulf. Okay? Nao CS Mutua wakasema, yeye na Kaongo wakasema, sasa tunataka tuanze kazi majuu. Tutaanzaje kazi majuu? Tutaambia vijana kuna kazi majuu, we will go to these foreign countries, we will ask for jobs, low paying jobs, non-skilled jobs, skilled jobs. Then once we get these jobs, now we are going to use agents to send these people to these Gulf countries. Sawa. Na sasa wao lazima walipe. Agents, youth hawana do, but lazima walipe agency fee. Na this agency fee watatoa wapi? Hawezi enda kuuza shamba wengine, hawana ng'ombe ya kuuza, hawana place watatoa do. What we will do? Tutawakopesha. Sisi kama gava. Tutawapatia kama deni. So wakaleta banks, KCB, Cooperative, NCBA, NBA, CBA, wakazieka hapa wakaambia now we are going to give you youth funds for the agencies to process your documents to either Qatar, Dubai, Bahrain, like Gulf ama hata Europe. Vile walikuwa wamesema watu wanaenda Europe. So walisema now how do we do this? Tuchukue zile youth funds tuwapatie kama loans. Wakisha lipa kwa agencies, wakienda they are supposed to pay back this money. Hope mnashika. So unapewa loan through youth funds. And then unalipa agencies, unakuja Qatar, ama unakuja Dubai, ama unakuja Bahrain, ama unaenda Europe. So that happened last year, towards the end of last year, beginning of this year, it happened. Watu wengine wakaenda, polisi by the way graduate, wale wa Qatar, they graduated, have some friends, na some people walienda kampuni za UCC. Now, this is how now, this is what is going on now, as we are talking. Now, kuna wale agencies, ama kuna wale staff wa gava, wenye wanafanya kwa Ministry of Youth Affairs, Ministry of Youth. Hawa sasa wamefikiria wakasema, now we need to get money from the ministry. Na sisi kama staff hatuwezi chukua pesa kwa ministry. How are we going to get the money? Now we're going to find the youth wenye wanatafuta kazi majuu. We find one agency yenye itawasaidia kutafuta kazi majuu, ama ina pray kama prop, ama ina pray kama dummy ya kuwatafutia kazi majuu. Sasa tutawapatia loan our youth na tuwa direct to which agency they will pay this money to iwatafutie kazi majuu. Na what they did, wakatafuta 2-3 guys, waka make sure watu wameenda majuu, and they created a group ya kuonyesha the rest of the youth that hii exercise ni very successful. So since these agencies wa gava ama staff wa gava, they cannot steal direct from the government, now they're using the youth kusanya ido kutoka kwa ministry, and then wanaenda wanalipa kwa agency, na whereby these agencies azipeleki watu majuu. Hope mnanipata. Acha nijirudie. I'm not a good storyteller, but I'm trying my best. So, this is how the scam is going. Agencies and the government agencies. Okay? Government agencies, I mean the government staff in the Ministry of Youth Affairs. Now they have realized the only way ya kuibia serikali na kuibia the common Gen Z ama mwananchi ni kukupatia loan ya Ministry of Youth Funds, and then uchukue hizo funds uende ulipe agency in the name of kukutafutia kazi majuu. Sawa, ukishalipa hii agency ina make sure amekupeleka kazi ya anakutafutia kazi maybe the minimum wage ya maybe 500, 700 or 1000 huku Gulf, ama hata hakupeleki. Sawa. So if
kuna Mkenya pale nje ameambiwa na agency, haina shida, hatuchukui commission but we can help you to fill youth funds to help you to go to Qatar, Dubai, Bahrain and UAE. And then hizi youth funds utalipa polepole ukiwa huko ama utakatwa ukiwa huko. Kimbia. Sister brother, kimbia. Okay, now currently as we are talking, kuna vijana waliletwa hapa UAE na agency inajiita Ladysons Agency. Inamilikiwa na mrembo anaitwa Rebecca. So Rebecca wameshikana na staff wa Ministry of Foreign Affairs. Wakaenda wakarecruit mavijana around 50. So these guys wakaambiwa sasa nyinyi kenye mtafanya mtaenda kwa Ministry of Youth Affairs, mjaze for youth funds. Zikisha toka mkuje mlipe kwa agency and then we process you to go to Qatar, Bahrain, UAE. So some guys wakaenda wakajaza hizo youth funds successfully. Wale agencies wa ndani wenye wanacheza mchezo wa ndani wakaprocessia documents, wakapata hizo pesa. Mostly inafanyika Coast, hata Nairobi inafanyika Coast region Nairobi, so inafanyika. So these guys after kujaza walipata around, wengine walipata 160, wengine 150 depending with the amount yenye inaapproviwa. So ukipeleka hii pesa, this money to the agency inakwambia now the required amount is 180,000 ama the required amount is 200,000. Now from the Ministry of Youth umepata 160 or 150. Now you have to find more money to add on this money ndio uweze kutravel. Ebu imagine this money inakuliwa na agency na the staff mwenye na approve or whoever is approving this money through the Ministry of Youth Affairs. So guys wakajaza watu kadhaa, wakapata hizo pesa, wakalipa kwa agency. So this agency after kupata hizi pesa walikosana because there is a number of guys wenye wako involved because it's a teamwork, si mtu mmoja. So Rebecca wakakosana with one of the agencies. So one of them akaamua Kenya atafanya, ataenda tu afungue agency yake inaitwa Bahari Agencies. So kama umeona mahali Bahari Agencies inafanya, this is one of the scam wakiwa na Ladysons Agencies. Hao walishikana ndio wanaambia vijana waende wajaze youth funds. Na to make the matter worse, these guys wamechukua passport ya wale vijana, wamejiekea. Na this is to make sure the time unaenda kuchukua zile youth funds, you have to bring to them ndio wakuprocessie documents ama waendelee kukuscam. If you get your passport, to keep your passport with you and you get the youth funds, maybe unaweza amua kutoroka na hiyo pesa ama usilete kwa ofisi zao. So Rebecca walikosana na jamaa mmoja akaenda akafungua Bahari Agencies in the Coast region. So some of the guys wenye walikuwa wameapply na Ladysons Agencies wakienda kuitisha passport zao, wanasema since mmedelay sisi hatuendi, give us our passport, we seek another agency tupeleke ama tutafute vitu zingine tufanye. So this agency nawaambia sio sisi tuko na passport zenu, enda angalia na Bahari Agencies. Ukienda Bahari Agencies nakwambia enda kwa Ladysons. So watu wanarushwa up and down in the name of kutafutiwa kazi Dubai. Na sana sana watu wanatafutiwa kazi ya rider. Rider inamaanisha mtu wa nduthi, delivery. Na hapa Dubai saizi ni sama, ni uongo. Hizo kazi hata hakuna. Do you know hapa kuna watu wanafanya delivery na bike, Black Mamba, baiskeli, si nduthi. Like the bicycle, the Black Mamba, the mountain bikes. People are doing delivery with scooters. Zile za kuuza miguu mbili, unaweka hivi, someone amebeba kwa mgongo bag ya chakula, ni mzito, anaenda na scooter. It is that bad. Kumekuwa congested, overpopulated, na kazi hakuna. Sasa kazi ya delivery inafanywa mpaka na bike. Like unaona tu mtu anaendesha bike anafanya delivery, najua iko hapa 42 degrees. Yes, you can imagine. Na wewe umetoka Kenya unaambiwa unapelekwa kazi ya
nduthi ama ya rider, na which is kuna wajamaa waliletwa saizi wamewekwa na uko Ajman. Kufika hapa akapata accommodation yao iko na wa Nigeria, wa Ghana, wa Kenya, like wanalala kwa mattress mbaya mbaya. Place wanalala hata is not conducive. Hata mtu ana regret alikujaje. Akienda kuuliza nilikujaje sasa mninipeleka hata medical. Anaambiwa ngoja. Now is more than 3 months. Na aliletwa na visit visa. The visa has expired. Hajaenda medical. Anaambiwa nao since umefika hapa, ngoja tutakupeleka shule ya driving ama ya riders, upelekwe training, na unaambiwa utakatwa 7,500 dirham. This is more than 300,000 Kenyan shillings. Ati juu umepelekwa shule na processing ya documents. Na whereby Kenya ukilipa the 160 or 180 or 200,000, unaambiwa this is, you are going direct for work permit. So it means you will not be deducted, you will not be asked for any coin. Like unaenda tu kazi na accommodation ni mzuri. But when you get here, unajipata unalala chini kwa mattress imechapa, whereby hata kwenu hujailala chini, hata hujailalia mattress kama hiyo, unapatana na kunguni. Like the place unalala yani is not even conducive for someone mwenye ametoka kwao ama kwake in the name of kuja kutafuta kazi majuu. So kuna watu wako stranded hapa. Kuna Wakenya wako stranded hapa. It doesn't mean Wakenya tu wako stranded. Because hatujaona maybe kwa social media za other nationalities, because maybe ijatuletea, we are not searching. Lakini pia wako na scam zingine mbaya mbaya kuliko zetu. Since yetu ni ya Kiswahili, yetu ni ya like ile algorithm inakuletea tu your nationalities ama your preferred content, it doesn't mean na wengine hawaskamiwi. There are so many people, watu wako stranded. Let me say like that. Wanadanganywa na agencies, especially kutoka Kenya. Wanaambiwa twende UAE, twende Qatar. But hakuna jobs. Sisemi hakuna kabisa. But people are stranded, hawajawahi kupelekwa kazi. Na tukisema watu wanasema tunawachomea, hatutaki wakuja or something like that. Anyway, hebu niwaambie by the way. Sijui kama mmesikia. Visit visa za Dubai haziko anymore. For now haziko. They are not working. Zimekuwa suspended for the reasons which I don't know. I can't say. Even your president alienda pale online akasema, Wakenya wale mnaenda ugaibuni na visit visa, kuanzia leo zitakuwa. Yes. So your president pia alisema hizo visit visa haziko. So as at now, kama you want to travel to Gulf, you want to travel to be specific to UAE, saizi kama ulikuwa umelipa pesa yote kwa agencies, kaa ukijua hakuna visit visa to Dubai right now, zimekuwa suspended until we don't know when. For all Kenyans, si moja, sio mbili, sio tatu, is like totally, there's no Kenyan mwenye anakuja UAE at the moment. Sijui reason ni gani, but just be warned, if there's an agency anakuapproach anakuambia kuna kazi UAE ama kuna visa za UAE, wacha approve kama amekutumia work permit. Visa ni visa yenye inaonyesha ni work permit. Kuna visa ya work permit. Acha kutumia, sikutumia tourist visa ama visit visa, to be specific. So guys, just take care of yourself, take care of your money. Na vitu saizi zimekuwa moto. Na just remember, your favorite TikToker. Ukiingia pale TikTok, saizi utapata kila mtu anasema interview za security na cleaner za Qatar kesho saa 2 asubuhi. Just DM, no commission. Ukisikia no commission, wewe jua unaibiwa. Na ukiona agency anaingia TikTok anasema ati kazi ziko za Qatar ni DM. Do you know kazi legit ukiweka TikTok hivi ni watu wangapi watakuja? Do you know a thousand of Gen Z watakuja kwa hizo, wataflood kwa hiyo ofisi yako. Legit agency hata waekagi online. Unasikiaga tu watu walikwambia, hey, kulikuwa na interview fulani watu walienda. But hao wanaingia TikTok at free visas agencies, ready to join
sijui cleaner. Just be careful. Na most of them wanakuaga huku Gulf, Qatar, Dubai, Bahrain, wapi. Wanaingia online, wanakuambia kazi. Europe, Canada. Saizi wale walikuwa wabaya, those people wenye walikuwa wale famous kwa kuibia watu. Akina Rish Kamunge. They have recruited another people now. Their face are not on the page, front page ya TikTok kama the face of TikTok. Now they are teaching new faces. Wewe unaona new face lakini kumbe Rish Kamunge anafanya kazi nyuma ya tent. Just take care of your money and guys stay safe. I'll keep on updating. For now just know kuna hiyo story ya youth funds zinaibiwa through agencies. Stay safe. Just Zeki hapa.